kufaita waganga ni dhabihu. Tuache hii maneno. Mimi nimepata hii ufunuo. Nikisoma Bible nikapata ufunuo hii. Nikakimbia mbio, wakaenda mahali wakakoroga, wakafunga. The tools of witchcraft ni vitu kama nyungu, vitu ambazo zinatumika kufunga watu na kwa pale. Hizo ndio tutavunja leo katika jina la Yesu. Kabla hajakuvunja wewe, tunavunja wao kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo wakitoa dhabihu, wakitoa sacrifice kwa madhabahu, wako wanaumia, wanaleta, Mungu anainuka, anasimama, anasema okay, sasa yule anakoroga ni nani? Anaanza kuwachapa. Amen. Bwana sasa anaanza kuwachapa. Wanaona hapa kuna watu wanaapa, wanasema akia akangai. Amen. Bwana sasa anaenda na hapa kilugha yao na saimulala yalafua. Namaliza kwa jina la Yesu. Ile uganga walipanda kwa nyumba yao kama huko. Kuna watu wamejenga nyumbani hawajawahi ingia ndani. Kuna watu walipanga wakaanza kujenga nyumba. Alipoanza kuchimba mashimo, alipoanza kujenga foundation, alipoenda kulala, watu walianza wakakuja wakazunguka. Anazunguka akisema, hawezi hiyo nyumba itainuka. Na mahali ilifika ikafika hapo. Leo kwa jina la Yesu, hiyo uganga tunaimaliza. Tunaimaliza hiyo uganga. In the mighty name of Jesus. Hii ndio kwa sherehe ya mwisho wanaongea. Wakiongea kila kitu kinasambaratika. Tunapiga kwa jina la Yesu. Tunaipiga kwa jina la Yesu. Hata kama walichukua ugali ama nikwambie kuna vitu fani. Lakini kama unasikia ile ndio unataka kufanya bidii. Anza kufanya bidii. Ukitaka ufunguliwe, anza kufanya bidii. Ingine ni uroji, umerogwa. Wengine wamesukumwa pepo la usharati. Amaambiwa huyo Nairobi na Tanga, mwanamume huyo utapata huyu. Anasema si mzuri. Pata huyu. Huyo naye si mrefu. Utapata huyu. Huyo naye ni mfupi. Utapata huyu. Huyo naye ni mweusi. Utapata huyu. Ana pesa. Hiyo si hata ile nyingine hiyo ya hiyo uchao, huyu mtu amerogwa. Kama ni madhabahu umevunjwa, kama ukivunja madhabahu wewe inaendelea, ujue unafaa ukuje kwa dhabihu kwa sababu kuna umesukumio uchao. Wengine mahali walikuwa wameoleka kama wameoa. Wengine walisukumiwa. Mtu alienda akasema nina hapa kwa mganga, mwenye huyu mganga, huyo naye ataoleka. Wale watu ambao wako macho, yule mtu anasinzia kwa ibada, huyo tumekemea pepo. Ufunuo 18 mstari wa 23. Hapo nataka tusome. Mwanga wa taa hautaonekana tena ndani yako. Sauti ya bwana harusi na bibi harusi hazitasikika tena ndani yako. Wafanyabiashara wako watakuwa wakuu wa dunia. Wako mataifa yote walipotezwa. Wasikia hatari ya uchawi? Kama ushaoenda mahali ukachanjwa ama ulikuja hewa ukoko ukaenda ukajiunganisha na covenant ya uganga, leo ndio ile siku ya kufungua wewe. Sema amen. Labda ulienda kama ujui, ulipelekwa na mama, ulipelekwa labda maisha ilikusukuma ukadanganywa na mtu. Mama labda ukadanganywa na rafiki yako, ukasukumwa, ukaambiwa twende kwa fulani atakusaidia. Ulipoenda kule ukaambiwa ni hivi na hivi, ukaingizwa katika misingi za uganga. Leo tunaenda kufungua katika jina la Yesu. Nasema kwamba sauti hapo, hiyo mchi ambaye ilikuwa na uganga, boma likiwa liko na uganga, limefanywa uganga, hakuna mafanikio. Kifo, watu kutoendelea, hata watoto wakisoma hakuna mahali wanaenda. Kuna boma ambalo liko tu, yani hakuna kitu yote. Nasema kwamba mji huo hakutasikika sauti ya bwana harusi. Ikapotea. Leo kwa jina la Yesu, tukimalizana na wao, unaanza kurejeshewa. Chochote kilipotezwa, utarejeshewa. Chochote kilichukuliwa, utarejeshewa. Chochote kilimolewa, utarejeshewa. Mimi nilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, lakini sina saa hii. Kuna kitu kilifanyika.
Na vile ilifanyika ilikuja kunyonya kila kitu ambayo ilikuwa imewekwa. Na kwa sababu ya hiyo altar, kwa sababu ya neema kubwa ambayo Mungu amenipatia, leo tunaenda kufungua katika jina la Yesu. Haleluya. Hata kama mwenye alikuroga alikufa. Bwana asifiwe. Hata kama mwenye alikuroga alikufa, tutaenda spiritual. Tutaenda kung'oa kila maroho zao. Tutaenda kumfika mahali waliweka, tusambaratisha hizo maroho. Wengine walirogwa na maandii, wengine walirogwa na marelative, wakasema hutaoleka tena. Leo kwa jina la Yesu tutasambaratisha, tutavunja, na utaanza kuwa huru. Watu wataoleka, watu wataoa, watu watafanya biashara, watu watapata kazi. Sema masomo yangu yaishi kwa mjengo. Hiyo ni uongo, ni ukweli. Mtu ambaye madrazo hizi tutafanya mambo, mtu mwenye anajua sasa huyu ni msomo, kwa sababu usoma nini nilimaliza. Hata shauri inaweza kufunga uzeeke ukiwa uko peke yako. Ukiwa unajifariji unasema niko poa tu. I'm good. I'm waiting upon the Lord. God will do something for me. He will never do for you. He will never do for you. You have to do something. Amen. Unajifariji mwenyewe hapo na kingi. I know God, He loves me. He will do something for me. No. Nataka kuroga wanaendanga na sadaka. Amen. Tengeneza maishingi kwanza. Sadaka kwa sadaka. Sema sadaka kwa sadaka. Anambia, Petro, nimekuletea hii bahanga. Petro anasema barikiwa sana. Mama huyu alibarikiwa hivyo. Hakukuwa analipa pesa. Alipokufa kulikuwa na nafasi ya yeye kufufuka kwa sababu ya matendo mema alikuwa anafanya kwa mitume. Haleluya. Kuna watu vitu zimekufa kwa sababu matendo yako haiwezi ikafufua vitu katika maisha yako. Matendo yako haitoshi kufufua hiyo kipawa, haitoshi kufufua hiyo biashara. Lakini leo kwa jina la Yesu, kila mganga na mchawi aliyechukua nyota yako, tutamfight kwa jina la Yesu. Tutamfight kwa dhabihu, tutamfight kwa sacrifice. Lazima ataachilia. Hatutaenda kwa waganga, hatutaenda kwa devospa, tutakaa kwa Yesu ili huyu Yesu atubariki. Ninaomba upokee neema ukaa kwa Bwana. Pokea neema ukaa kwa Yesu. Pokea neema ukaa kwa wokovu. Usiende kwa uganga. Na kama kuna uganga ilifanyika, tunaivunja kwa jina la Yesu. Utaanza kutengeneza boma yenu, utatengeneza maisha yako, mambo ya marriage itapatikana. Utaanza kuona upenyo, wale ambao wako na vipawa, wale ambao wako na nini, kutakuwa na upenyo, utaanza kuona ukifunguka. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Ezekiel chapter number 11 number 1 to 4, hiyo ndio nataka kuangalia tools of the witchcraft. Zile vitu ambazo zinatumika. Kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wanaingia kwa hekalu mahali. Sema kwamba ninasema Ezekiel 11:1, ndipo Roho akaniinua na kunileta mpaka kwenye lango la nyumba ya Bwana. Aliinuliwa na nyakuliwa akapelekwa kwa lango la nyumba ya Bwana. Nini lilifanyika? Linalo tazama upande wa mashariki. Pale kwenye ingilio la lango kulikuweko wanaume 25. Kulikuweko kwa hiyo lango kuna watu ambao kwa lango wengine kuingia kwa nyumba ya Bwana. Nami ni miongoni mwao Yazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, viongozi watatu. Bwana akaniambia, mwanadamu, hawa ndio wafanyao hila na kutoa mashauri potofu katika mji huu. Bwana akaniambia hawa watu hao advice zao zimejaa uchawi. Usema nini? Je, hivi karibuni hautakuwa wakati wa kujenga nyumba? Mji huu ni chungu cha kupikia. Nasi ndiyo nyama. Kwa hiyo toa unabii dhidi yao. Sasa tabiri ewe mwanadamu. Sasa namba 2, pia ingine ya fight uchawi ni kutangaza unabii, kukutabiria. Huyu naye ni kuhani, kusema kwa jina la Yesu kila uchawi naondoa kwa jina la Yesu kwa maisha yako. Na hiyo ndio tutakuwa tunafanya hapa.
Anasema hawa watu, kitu ambaye inaweza kuondoa hiyo ni mtumishi wa Mungu ambaye akona power, kuna uwezo akutamkie maneno kwa maisha yako, aseme ya kwamba funguliwa, aseme ya kwamba hizo vifungo siondoke, na nikitamka hivyo zinaondoka katika jina la Yesu. Kwa hivyo unabii uko na nguvu. Unabii unaondoa uchawi, unabii unaondoa sarifsilani, unabii unaondoa kila rejection. Leo kwa jina la Yesu, kuna mtu anatabiriwa leo hapa. Ukitabiriwa leo hapa, kila minyororo itaanguka. Seme. Haleluya. Hawa ni maspirit ambazo tataka kupoteza. Kufikia kwa neno la unabii utafunguliwa kwa jina la Yesu. Kupitia kwa neno la unabii utafunguliwa kwa jina la Yesu. Kila mmoja mwenye ameingia hapa, natamka kwa jina la Yesu, ufunguke katika jina la Yesu Kristo. Kila hali ambayo ilikuwa imeukamata ianze kuanguka katika jina la Yesu Kristo. Hizo visirani, kukataliwa kwa ndoa, kukataliwa kwa kazi, vianze kuanguka katika jina la Yesu. Hapo kusaidia. Kama unakataa, wewe kataa. Lakini ukitaka maisha yako yakuwe mzuri, zoea kutoa dhabihu kwa madhabahu. Amen. Madhabahu ikiwa mzuri itakupatia vitu.